Asifiwe sana na wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu aliye hai. Leo tunataka tuzungumzia mahusiano yenye afya. Mahusiano yenye afya. Watu wengi wanafikiri kuwa kwenye mahusiano baina ya mtu na mtu ni kwa sababu tu ya mapenzi, ni kwa sababu tu ya seksi, au kwa sababu tu ya kitu fulani. Hapana. Lakini tunahitaji kuwa na mahusiano yenye afya. Na mahusiano yenye afya ni mahusiano ambayo, mahusiano mazuri yanapaswa kuwa na kuleta amani, kuleta faraja, kusaidiana, kukua katika maisha na maisha ya kiroho. Mahusiano yenye afya yanatakiwa kuwa na amani na faraja, kusaidiana, kukua katika maisha ya kimwili na maisha ya kiroho. Sasa watu wengi wanafikiriaga kuwa na mahusiano ya kimapenzi inatosha. Ndio maana mahusiano mengi yanakuwa hayakai vizuri, ni kwa sababu hayana afya. Vitu vinavyofanya mahusiano yawe na afya ni kuwa na amani, kuwa na faraja, kuwa na upendo, kusaidiana katika kukua kiuchumi kati ya mwenzako na mwenzako, na kiroho pia. Bwana asifiwe sana. Nataka, kwa sababu nasema maisha ya kiroho, kwa sababu mkikuwa kiroho, maisha yenu yatalindwa, mahusiano yenu yatalindwa na Mungu, mahusiano yenu yatalindwa na amani na utulivu, maisha yenu yataheshimika, mtaheshimiana. Hakuna mtu ambaye atamtendea mtu mwingine vibaya. Lakini kama maisha ya mahusiano hayana afya, kwa kweli ni mtihani mkubwa sana. Kuwa na amani, yani ni mtihani sana. Dalili ya mahusiano yenye afya. Dalili ya mahusiano yenye afya ni kuwa na amani. Kitu cha kwanza ni kuwa na amani. Mahusiano hayajengwi kwa magomvi ya kila siku. Mahusiano hayajengwi kwa magomvi ya kila siku. Biblia inasema hivi, Mungu si machafuko bali ni wa amani. Sasa ukiona mahusiano yana machafuko, ujue kwamba mahusiano haya hayana afya. Ni kwa sababu Mungu hayupo katika mahusiano, kwa sababu Mungu anasema yeye Mungu si wa machafuko bali ni Mungu wa amani kibiblia. Mkiwa pamoja pia kuwa na umoja, kuwa pamoja, yani kushirikiana katika mambo ya pamoja, mnajisikia mko salama sana. Yani kushirikiana vitu kati ya mwenza na mwenza vinapokuwa katika kuweka mezani, naweza nikasema yani kushirikishana kwa jambo fulani mezani, haya mahusiano yanakuwa salama sana. Kunakuwa na furaha, kunakuwa na kuheshimiana, kunakuwa na kusaidiana na kukua, kwa sababu mahusiano haya yanakuwa yana afya, kwa sababu yanakuwa yana amani, yana utulivu. Na utulivu huo hauji kwa mtu mmoja peke yake, unakuja kwa kushirikiana baina ya mtu fulani na mtu fulani, au baina ya mwanamke na mwanaume ambao wako kwenye mahusiano, yanatengeneza mahusiano yenye afya. Sasa mahusiano yenye afya lazima muyatengeneze nyinyi nyote wawili kwa kukaa pamoja na kushauriana, kwa kuongeleshana vizuri, kwa kusikilizana, kwa kushauriana katika maisha ya kimwili na maisha ya kiroho pia. Haya mahusiano yanakuwa yana afya, mnajisikia mko salama, kunakuwa na furaha, kunakuwa na kuheshimiana, kunakuwa na kusaidiana na kukua katika maisha ya kiroho na kimwili. Mapenzi mazuri yanakusukuma uwe bora zaidi. Ukiwa na mahusiano mazuri, yani ukiwa na mahusiano mazuri na mpenzi wako, au kati ya wawili mna maisha ambayo ya furaha na amani na utulivu, mmekuwa mkiombeana, mmekuwa mkishauriana kwenye kukua kimaisha, kiuchumi, mmekuwa mkishauriana katika kukua kwenye maisha ya kiroho, haya mahusiano yanakuwa bora zaidi, yanakuwa yenye maombi, masomo au kazi inakuwa nzuri. Mwenzako akienda kazini ajisikie yuko salama, anakuwa anakuombea, unaona, kunakuwa na tabia njema baina yenu. Hakuna tabia ambayo itaingilia kati, kwa sababu nyinyi nyote mmechagua kusaidiana, mmechagua wote mkue pamoja kwenye hali ya kiuchumi, mmechagua wote mkue watu wa maombi, muombeane na muombe kwa pamoja. Na pia kuna kusaidiana kukua pia. Mapenzi mazuri yanakusukuma uwe bora zaidi kwenye maombi, masomo au kazi, tabia njema. Unakuwa karibu na Mungu, kwa sababu muda wote unakuwa salama, na kuwa mwaminifu kwa mwenzio.
Kama kuna amani, kuna utulivu, kuna maombi, kuna kukua kwa pamoja katika hali ya uchumi, hapo kuna kuwa na uaminifu mkubwa sana. Kwa sababu kila mtu anasema sasa nitake nini kwa mwenzangu? Mbona ananisupport kwenye kazi zangu? Mbona ananiombea? Na yule anasema nitake nini kwa mwenzangu? Mbona tunashauriana kwa mambo ya maisha? Nasimama pale ambapo napostahili kusimama, na mbona tunaombeana? Na hapo uaminifu unakuwepo kwenye maisha yako. Kwa hiyo hakuna usiri, hautaki kuwa msiri, na usiri unakuwa haupo kwenye maisha yao. Yaani mahusiano yenye afya, hata usiri unakuwa haupo. Uongo haupo, uchepukaji haupo, kwa sababu mahusiano yenu yana afya. Hamfichani chochote, mnaelezana ukweli, mnasaidizana, mnaomba kwa pamoja, mnaongea kwa heshima. Hata mkionana bado mnaheshimiana, kila mkionana mnaonana mko wapya. Kinywa chenu kimejaa haki, kunena hekima. Biblia inasema hivi, unasema hivi, kinywa cha mwenye haki hunena hekima. Kinywa cha mwenye haki unena hekima. Ina maana ukipewa haki yako kama mwanamke kwenye mahusiano yako, unakuwa na hekima. Na wewe mwanaume ukipewa haki kwenye mahusiano ya mwanamke wako, unajawa na hekima. Ukiona kwamba hekima haipo, unajua kwamba haki pia haipo kwenye mahusiano yako. Ukiona ukorofi umekuwa mingi kwa mwanamke au kwa mwanaume, unajua kuna sehemu mmoja wenu amedhulumiwa haki ya mahusiano au haki ya hali ambayo mpo kwenye maisha yenu. Kwa hiyo jiombeeni sana na mjenge tabia ya kujenga mahusiano yenye afya ili mpate furaha kwenye mahusiano yenu. Dalili za tahadhari kwenye mahusiano: ukiona haya mara kwa mara, kuwa makini. Ukiona haya mambo mara kwa mara, kuwa makini. Wivu uliopitiliza, kupigwa au kutishwa, kudhibitiwa simu na maisha yako, kukosa amani kila siku. Ushauri kwa vijana, ukiona kwamba kwenye mahusiano yako unakuwa, yani mahusiano hapa nazungumzia mahusiano yenye afya. Haya yote nilizozungumza mahusiano yenye afya, lakini kuna dalili za hatari. Ukiwa uko ndani ya mahusiano yenye afya, alafu ukaona dalili zenye afya, kama matusi, wivu uliopitiliza, kupigwa au kutishiwa, kudhibiti simu na maisha yako, kukosa amani kila siku, lazima uchukue hatua za tahadhari. Ushauri sasa: ukiona dalili kama hizo kwa vijana au kwa mtu yoyote yupo kwenye mahusiano, omba kabla ya kuchukua hatua. Omba kabla ya kuchukua hatua. Kusikiliza ushauri wa wazazi au viongozi wa kiroho. Usipuuza tabia mbaya ukisema atabadilika. Mweke Mungu mbele ya mahusiano. Unapoona dalili hizi, lazima uchukue hatua. Omba kabla ya kufanya maamuzi. Sikiliza ushauri kwa wazazi, viongozi wa kiroho. Usipuuze tabia mbaya ukisema kwamba atabadilika. Weka Mungu mbele ya mahusiano. Hitimisho: mahusiano mazuri si yale yenye picha nzuri tu, bali yenye amani, heshima, utulivu, upendo wa ukweli, kumcha Mungu. Heri mwenye kufanya amani kwenye maisha yake. Kwa hiyo wapendwa, leo nimezungumza mahusiano yenye afya, lakini kuna siku inayofuata nitazungumzia mahusiano yasiyo yenye afya kwenye maisha yako. Mungu akubariki sana. Amen.